Naam, watazamaji wa Zuma David, mchana wa leo nimerudi kwenu niwaulize swali moja, ya kwamba je, unajijua, unajitambua, unajielewa na umejigundua? Kwa sababu mtu anayejijua haishi kwa kushindana na mtu, haishi kwa kutamani kufanana na mtu fulani. Mtu anayejijua anaishi maisha yake mwenyewe. Mtu anayejijua hafanyi mambo kwa sababu mtu mwingine anafanya. Mtu anayejijua hafanyi mambo kwa sababu ya msisimko fulani, lakini atafanya mambo kwa sababu ya wakati umefika na ni mambo ya sawa. Mtu anayejijua anaishi maisha yake. My friend, you have to live your life. Live according to your life standard. Do not ever try to do things because others do. Usifanye mambo kwa sababu wengine wanafanya. Fanya kile ambacho unaona ni sawa kwa wakati huo. Nikisema mtu kuishi maisha yake, namaanisha nini? Siku zote mwanafamilia wa Zuma David, jaribu uishi maisha ya hadhi yako. Jaribu uishi maisha yanayokustahili. Namaanisha nini? Kama maisha yako kwa siku ni 200, tumia 200. Kama maisha yako kwa siku ni 50, tumia 50. Usijaribu kuishi maisha ya 500 na wakati pesa hiyo hauipati kwa siku. Usijaribu kupanda gari wakati uwezo wako ni wa baiskeli. Usijaribu kupanda ndege wakati uwezo wako ni wa kupanda gari. Naongea hivi nikimaanisha nini? Usijilazimishe kufanya mambo ambayo yako kando na uwezo wako. Mambo haya mara nyingi yanaharibu familia, kwa sababu mama anataka kitu ambacho mzee wake anajua kabisa hana uwezo nacho, lakini kwa sababu aliona mama fulani amevaa nguo fulani, analazimisha mzee wake amnunulie nguo ile, wakati anajua kabisa mwanangu hana uwezo wa kuafford hii kitu, but you insist, unalazimisha kwa sababu umeona mama mwenzako amevaa nguo hiyo. Vaa nguo hiyo kwa wakati wake kama uko na uwezo. Ndugu yangu, kama utataka familia yako iishi maisha ya amani, maisha bila shida, ni wakati mtakapojijua na kujigundua ya kwamba sisi uwezo wetu ni huu, na kama uwezo wetu ni huu, lazima tufanye hivi na hivi kuambatana na uwezo wetu, na tusilazimishe mambo. Usilazimishe mzee wako akuachie kiwango fulani cha pesa kila siku, ilhali unajua kipato chake, kwa sababu mwingine alikwambia anaachiwa kitu kama hicho. Ishi maisha yako. Ishi maisha yako. Usiishi maisha ya jirani. Usifanye nyumba yako ibomoke kwa sababu ya kutamani ya jirani. Hata neno linasema usitamani ya jirani yako. Tosheka na kile ulicho nacho. Tosheka na vile Mungu amekuweka. Subiri wakati wa Mungu ukifika, utapanda. Lakini kwa wakati huo ulioko, ishi maisha yako. Jamani, mimi ninasema hivi kwa sababu nimeona wengi wanaojaribu
kuishi maisha yasiyo kwa wakati wake. Mtu ambaye anajaribu kuishi maisha ambayo yeye mwenyewe kabisa anajua hana uwezo nayo, mara nyingi mtu huyu hurudi nyuma, kwa sababu mwanadamu wa kawaida inabidi kwa kila siku ama wale wanaopokea kwa mwezi uweze kusevu hata kama ni shilingi ngapi. Lakini unapoishi maisha yasiyokuwa yako, itabidi utumie hata kile ambacho hauko nacho. Na hali hii iko hata kwa viongozi wa nchi wanapojaribu kuishi maisha ambayo hawana uwezo nayo. Ndio maana tunaona mikopo inachukuliwa mara huku na kule, kujaribu kuishi maisha ambayo si muda wake. Lakini tukijigundua sisi kama Wakenya, tuishi maisha yetu, tujikubali tulivyo, tutakuwa vizuri. Nimeona ndoa nyingi zikivunjika, sababu ni hii: mtu akikikosa hiki kwa mke wake anaenda kukitafuta nje ya nyumba. Mtu akikikosa hiki kwa mume wake anaenda kukitafuta nje ya nyumba. Kwa sababu gani? Mtu huyu hatosheki na kile yuko nacho. Akiachiwa 200 leo, mwenzake ameachiwa 500, anatamani 500. Basi muombee awe na uwezo huo akuachie, lakini usitafute mbinu ya kukipata. Inaitwa mbinu mbadala. Tujaribu tuwezavyo, tuishi maisha yanayotustahili kwa wakati huo. Don't you ever try. Utajivunja shingo wakati unaona hapa unataka kuona vya juu. Usishupaze shingo yako. Sikia hili basi, hata kama yote yanaweza kupita, lakini hili likupate, ulipate vizuri. Jaribu kuishi maisha unayostahili. Usifanye mambo kwa msisimko. Wanasema ukifanya uamuzi wakati uko na raha sana, unaweza kosea, na ukifanya maamuzi wakati umekasirika sana, utakosea. Usifanye uamuzi wakati uko na raha sana, na usifanye uamuzi wakati umekasirika. Utafanya maamuzi ambayo yako nje ya uwezo wako. Lakini siku zote amua vizuri. Kuishi maisha yako ni uamuzi pia. Kama wewe ni wa mchicha, usinunue nyama wakati wa nyama unakuja. Usitamani ambacho hauna uwezo nacho, hata ukapoteza imani na mwenza wako kwa sababu tu ya kitu ambacho nakitaka mwenzako hana huo uwezo. Ndugu zangu wa Kenya, wa Tanzania, wa nchi yoyote mahali tulipo, tujaribu tuishi maisha yetu. Sisi kama Waafrika, tukiishi maisha yetu tutajipenda na tutapendana, tutainuana. Afrika yetu ni nzuri sana, ni bara lililobarikiwa na Mungu, ni bara ambalo Mungu mwenyewe alilibariki. Lakini Waafrika hatuishi maisha yetu, tunatamani makuu wakati bado hatujafikia. Ndio maana tunahangaika huku na huku, tunakuwa colonized tena kiakili na kiuchumi, kwa sababu ya kutamani vitu ambavyo hatuna uwezo navyo. Tuishi maisha yanayotustahili. Ndugu yangu, ukijaribu hii kitu ya kuishi maisha yako, nikuambie tu kwamba utafanikiwa. Mungu atakuinua. Mungu atakufikisha mahali ambapo wewe mwenyewe haungetarajia. Mungu anafanya kazi na mtu anayetosheka.
Toshekeni na kile mlicho nacho, toshekeni na kile mnachopata. Ishi maisha yako, na kusisitizia hili: ishi maisha yako, ishi maisha yanayompendeza Mungu, ishi maisha ambayo unajua haya simkosei hata mwanadamu. Ishi maisha yako, utafanikiwa. Usitamani 1000 wakati uwezo wako ni 500, lakini itakuja hata ya kuwa ukaibe ili upate kile, lakini subiri, kwa wakati wake unakuja. Subiri, hicho unachokitaka kina wakati wake, lakini kwa sasa ishi maisha yale ambayo yanampendeza Mungu. Zuma David, nawapenda sana. Subscribe, like, share and comment. Uwe mtu wa kwanza kupokea video hizi kila siku ninapoziachia. Mungu atakubariki sana sana sana. Ukiwa na chochote ambacho naona vizuri kiletwe kwenu ama kifafanuliwe vizuri, eka hapo kwa comment, nitakiona, nitakuja nacho, nitakiweka vizuri. Najua hii platform ni yangu mimi na wewe, ili tubadilike na tuishi maisha ambayo ni ya sawa, maisha ya kutegemeka, maisha ya kutegemewa, na maisha ya kumpendeza Mungu. Bye.